akamwambia toka Abraham katika nchi ambayo upo, nenda katika nchi nitakayokuagiza. Leo tumepewa kutoka leo katika maisha ambayo tunayo, kuingia katika maisha ambayo mfumo wa maisha ambayo Mungu anautaka, na tunapoingia katika huo mfumo wa maisha ndipo baraka za Mungu tunakutana nazo huko. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunakutana nazo huko, lakini jambo la kwanza tumesikia sauti ya Mungu. Nataka nikwambie, ukisikia neno lolote, ukisikia neno lolote hapa, ukisikia neno lolote usianze kuchanganua. Wewe angalia na anza kutafuta nafasi kwenye hilo neno. Mwambie kwenye hilo neno, Mungu nataka nikuone. Kwa nini unamwambia Mungu nataka nikuone? Kwa sababu Mungu ni neno. Kama Mungu ni neno, Mungu jifunue katika neno. Unapotembea katika neno, maana unahitaji kukutana na Mungu aliye hai kwenye hilo neno. Amina. Sio unatembea kimazoea unafika. Amina. Takutaka Bwana utakutana naye wapi? Mungu utakutana naye wapi? Mungu unakutana naye kwenye neno lake. Mungu anasema yeye ni neno. Tumejifunza asubuhi kwamba Yohana sura ya 1 mstari wa 1. Biblia imesema hapo mwanzo kulikuwa na neno, na neno alikuwa kwa Mungu. Huyo neno alikuwa ni Mungu. Yote vilifanyika kwake. Pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Ndani yake kulikuwa uzima, na huo uzima ulikuwa uzima wa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu anasema huyo neno akaja akafanyika kuwa mwili. Maana yake unapotembea katika neno, ipo siku litajidhihirisha hilo neno kufanyika kuwa mwili. Mungu tunamuona pale ambapo tunaendelea kutembea kwenye neno lake, na kwa yani bila kukata tamaa. Mfano mzuri Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alipokuwa anaishi na wanafunzi wake, yale maisha aliyokuwa anaishi nao wakati ule ulikuwa ni mfano hai na wa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati watu walimbeba Yesu kwenye mashua. Walikutana na dhoruba. Leo inatuonyesha kwamba tunapotembea na Yesu kuna dhoruba tunayokutana nayo. Lazima kuna dhoruba ambayo tutakutana nayo. Kuna mambo magumu ambayo tutakutana nayo, lakini katika hayo mambo magumu tusikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna jamaa huyo anaitwa Petro. Yesu alimwacha wapi huko baada ya kukaa sehemu fulani kupiga injili? Yesu akatoka kidogo akaenda mlimani kuomba. Wenyewe kaingia kwenye mashua wakaanza kuondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakafika umbali mrefu. Sasa walipofika umbali mrefu wakaanza kuulizana, Bwana tumeondoka kule, huyu Yesu yuko wapi? Yuko wapi? Usimtafute Yesu, Yesu mwenyewe anakutafuta. Amen. Usianze kumtafuta Yesu milimani wewe. Tafuta na manyoka huko, utaanza kumwambia shetani anajaribu, unajijaribu mwenyewe. Biblia inasema siku zinakuja umwabudu Mungu atamwabudu katika roho na kweli, Yohana 4:23. Usianze hapo anasema Baba Mungu yani anawatafuta watu kama hao. Usianze kumtafuta Mungu mamilimani huko, utakutana na manyoka, utakutana na manini. Anza kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Unapopanda daladala, anza kumtafuta Mungu mama kwenye daladala. Unapokuwa kwenye ndege, anza huko huko. Lazima kieleweke. Amina. Amen. Sio na mamilimani unafunga kutana na manyoka, anza kutuletea ushuhuda wa manyoka huko. Umekutana na shetani, shetani wapi? Milimani kuna nyoka my friends. Kuna mwingine nyoka anajitafutia panya usiku, amepiga magoti hivi, kwa kuona kumua nyoka akaanza kufuata ile punzi, akafika nyoka akachapa mbele, mchungaji akafunga